Asanteni sana mandugu kwa kushare na continuously watch. Kama wewe unapenda pombe, wewe ndio Mungu Yesu mwenyewe amekuja na amekuja kukutafuta wewe ili muendelee kukunywa pombe na yeye mbinguni. Hii ni kweli, sababu siku ya kwanza ambapo tuseme Yesu ameanza kazi yake hapa ulimwenguni, miracle ya kwanza tunaambiwa ni kwamba anapenda sherehe sana. Alikuwa kwenye sherehe. Sasa Yesu ni mtu wa sherehe sana, na pia tunaona kwamba mwisho sasa anataka kwenda kukufa sababu ya dhambi zako. Sasa anakuwa na sherehe ya mwisho, last supper. Tunaona hapo pia amebeba pombe na anasema kwamba hii sio pombe tu. Hii ni damu yangu ambaye imemwagwa sababu ya dhambi ya ulimwengu, ya watu wengi, sababu ya dhambi ya watu wengi, ili wapate kusamehewa. Sasa hapo kwamba Yesu anatuonyesha kwamba amekupea namna ya wewe kwenda naye mbinguni. Sababu ukishasamea vile kwamba sasa dhambi zako ndio hiyo ameshalipia, yani wewe tayari ni kama tunasema ameshakupea tikiti ya kwenda mbinguni. Hakuna chochote inaweza kuzuia na baraka za Mungu, sababu tayari kama ni dhambi ndio hiyo ishalipiwa. Alafu anamalizia akisema ati sitakunywa nanyi tena hii divai hadi siku yenye tutakutana mbinguni. Yani kitu ya kwanza tutafanya kule mbinguni tukiingia hivi ni pombe. Sasa kama wewe unataka kuendelea kukunywa pombe kwa maisha yako yajayo, itabidi sasa wewe ujue kwamba Yesu amekuja akafanya nini sababu yako. Sababu nikiambia ukweli, kule jehanamu pombe hakuna. Watu wamedanganywa sana, wanaambiwa eti hizi vitu za shetani utaenda nao jehanamu. Hakuna kitu yenye ni ya shetani. Ukienda jehanamu hakuna chochote, kule ni giza. Huwezi pata chochote. Na hakuna kitu ambayo tunaambiwa kwamba ni ya shetani. Hakuna shetani hajaumba chochote. Tunajua vizuri Mungu ndiye ameumba kila kitu, na Mungu hajaumba chochote yenye ni mbaya. Ndio maana ukisoma pale kwa Wakorintho wa kwanza aya kubwa hapo 6 aya ndogo 12 inatuambia kwamba kila kitu ni halali. Sababu gani? Kila kitu ni mzuri na Mungu ndiye ameumba kila kitu. Hizi vitu zote unaona kwa ulimwengu yenye unapenda hizi vitu zote ni za Mungu. Mungu ndiye ameumba kila kitu. Na Mungu hana shida wakati unatumia vitu. Hizi vitu Mungu ameumba utumie. Lakini Mungu hajaumba hizi vitu ikutumie wewe. Mungu amekuumba wewe utumie hizi vitu. Ukiendelea kusoma hapo inasema kwamba inafaa nifanye chochote, inafaa kila kitu ni halali, naweza fanya chochote, naweza tumia chochote, lakini siwezi kukua kwamba sasa kitu ina mamlaka juu yangu. Siwezi kuwa slave kwa kitu. Sasa hapo ninatuonyesha kwamba Mungu yeye ana shida na hizi vitu zake yenye unapenda hizi, lakini Mungu hataki kwamba sasa wewe uache kumpenda yeye. Sasa hizi vitu ndio kwamba eti zinakupea uhai, ndio kwamba zinaanza control maisha yako vile inafaa yeye. Siposa tunajua kwamba wewe inafaa utambue kwamba una purpose kubwa sana hapa maishani, kwamba sio tu kwa hizi kutumia vitu kukula raha peke yake. Hamna, una purpose kubwa ambaye Mungu ndiposa hataki vitu zikuendeshe wewe, sababu ana kazi yako ambayo inaendelea sasa hivi. Kuna kazi ambayo wewe umeletwa kufanya hapa ulimwenguni, sio kujikuraa tu na hizi mavitu ambazo tunatumia. Ndiposa sasa unaona hapo hataki hizi vitu zianze kuwa sasa zina mamlaka juu yako. Wakati zina mamlaka, ina maana sasa kazi yako ambayo Mungu alikuleta ufanye hapa itashushwa chini. Ina maana sasa wewe utakuwa unafanyia hizi vitu kazi, na hapo sasa unakuwa mtumwa wa vitu. Na Mungu anatupenda, hataki tuwe watumwa.